Assalamu alaikum ndugu zanguni, karibuni sana, na leo nazungumzia jambo ambalo nafikiri kila mmoja wetu linamgusa. Leo nitazungumza viumbe ambao wanapenda kuishi na wanadamu. Sisemei kiumbe ambaye ametumwa kichawi, wala sizungumzii kiumbe ambaye amekuingia wewe kwa chuki. Hapana. Tumeshaeleza katika masomo yaliyopita nyuma kwamba kwa nini jini anamuingia binadamu. Sasa leo tutaangalia, je, asilimia kubwa ya watu wengi wanaishi katika umaskini ili hali wana viumbe katika miili yao na hawajui waweze kusaidika vipi kutokana na hao viumbe. Sasa ndugu zanguni, naweza kuwaeleza kwanza kabisa, unatakiwa utambue kwamba watu wengi sana wana nafasi ya kupata mafanikio. Uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mtu ambaye unafanya kazi, uwe ni mtu ambaye unafanya chochote katika maisha yako, uwe ni mkulima, uwe ni mfugaji, uwe unafanya jambo lolote ambalo linakuingilia riziki katika maisha yako. Kwanza kabisa tambua, kuna uwezo mkubwa sana wa kufanikiwa kupitia viumbe wa asili ambao wamekuingia katika mwili wako ili hali kwa mapenzi na kukutamani kuishi katika maisha yako. Kama vile tulivyozungumza kwamba binadamu unaweza ukampenda mwanamke ukatamani kuwa naye, unaweza ukampenda mtu ukatamani kuwa rafiki yako. Kwa hata viumbe wanaweza kukutamani na kuwa katika maisha yako. Kwa hiyo uko utajiri ambao unaweza ukapata kupitia jini mahaba. Huyu jini mahaba anayekusumbua kila siku usiku, anakujia na kukutaka kimapenzi. Unaweza kutajirika kupitia jini huyu. Lakini pia unaweza kutajirika kupitia kiumbe ambaye amekuvaa, lakini amekuja kwako wewe, hakusema lengo lake. Amekuja tu kuishi katika mwili wako. Kwa sababu watu wengi hawafahamu, wanajua kwamba mtu mwenye majini ni yule mwenye kupandisha. Si kweli. Unaweza kawa si mwenye kupandisha na ukawa una majini ndani ya mwili wako. Unaweza kawa si mwenye kupandisha kabisa, hukuwahi kusikia hata siku moja dalili ya kutaka kupandisha, lakini ukawa na viumbe katika mwili wako wenye kukuletea shida, wenye kukuletea hali mbaya katika maisha yako, au viumbe wenye kukusaidia pasina wewe kufahamu au kujua. Sasa hawa viumbe ni njia pekee ambayo inaweza. Kwa nini tunasema ni njia ambayo inaweza kufanya ukafanikiwa? Hawa viumbe ndugu yangu, ukipata nafasi ya kuzungumza nao, hawa viumbe ndugu yangu, ukipata nafasi ya kuweza kuwasiliana nao, ziko njia ambazo sisi tunaweza kuzifanya na wataalamu wanaweza kuzifanya. Njia hizo ni njia za kuwatega majini ambao wanaweza kuwa ni majini ambao wako ndani ya mwili wako, hawakusaidii kwa namna yoyote ile. Haupati njia ya mafanikio kupitia wao. Basi ziko njia ambazo zinaweza kufanyika, ziko taratibu za kufuatwa, ziko taratibu za kufanya. Ukizifuata taratibu hizo, ukazifuata njia hizo, basi hawa viumbe wako wana nafasi ya kuzungumza na wewe live. Hawa viumbe wako, mtu mwenye kuweza kupandisha anaweza kuzungumza na jini wake live. Kwa sababu kupandisha ni kama kulewa pombe. Mtu aliyelewa pombe anaweza kuwa ana mudi anazojisikia yeye, akaropoka anachojisikia yeye. Hata mwenye kupandisha pia anakuwa katika hali kama hiyo. Na ndio maana wengi wenye kupandisha unamwona hali yako kama ni kichaa. Anaweza kufanya vitu ambavyo ni vituko, au kapandisha anasema kile wa kadha. Lakini light kama jini live anaitwa, inakuwa ni jambo jingine kabisa na kupandishwa, kwa sababu jini anayekuja live kabisa anakuja na hali ya nguvu na anakuja hali ya uko peke yake. Anachokizungumza kinatoka katika kinywa chake yule jini, si katika mtu aliyepandisha. Kwa ziko njia za kumfanya kiumbe anayepandisha kuweza kuwekwa pembeni akazungumza, na kuziko njia ambazo zinaweza kufanya wewe ambaye hujajijua kumbe una jini ndani ya mwili wako, na kumbe ni jini ambaye anaweza kusaidia kupata mali, ni jini anaweza kusaidia kufanya biashara yako ikaenda vizuri. Basi yule kiumbe wako akavutwa na kuwekwa pembeni, ukapata kuzungumza nayo wewe, ukapata kumwambia kwamba anahitaji mafanikio, na kiumbe yule akakusaidia. Ukao sio mwenye kuhangaika kwenda kutafuta viumbe wabaki, kumbe kuna viumbe ambao uko ndani nao, wako asili, wako ambao walikufuata, wako wengine ambao kutokana na ukoo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nafikiri ndugu zangu leo nilipenda tuweze kuzungumza na niwape darasa kuhusu habari hiyo, kwamba jichunguze, jitafakari, jiangalie. Je, una kiumbe ndani ya mwili wako? Kama una kiumbe na hakusaidii, tafuta. Kwa hiyo wanaweza kukusaidia, tafuta njia wakusaidie hawa viumbe. Hawa viumbe wanaweza kukusaidia kabisa na ukatoka katika hali ya umasikini. Hawa viumbe wana nguvu, lakini wao wamejifanya kwamba wao ndio wafalme, na wewe ndio umekufanya kuwa wewe ndio kama mtumishi wao. Kwa maana kwamba wako ndani ya mwili wako na kumiliki pasi na wewe kujua. Sasa na wewe ifike hatua utambue kwamba una viumbe wako ndani ya mwili wako na una uamiliki. Kwa hiyo jichunguze, ujitafakari na uweze kujua kama una kiumbe. Ziko njia ambazo zinafanywa kwa ajili ya kuchunguza, si kwamba ujichunguze, ujitazame au ujiangalie. Hapana, hautogundua chochote katika mwili wako, lakini viko vitu ambavyo vinaweza kufanya uchunguzi. Maana wako wataalamu, unaweza kuchunguzwa kwa wataalamu kuweza kujua hasa ni kitu gani ambacho kinakusumbua, au una kiumbe wa aina gani katika mwili wako, ili aweze kukusaidia. Je, unataka mali? Je, kiumbe wako ulioko nao katika mwili wako ni kiumbe wa mali? Je, unataka kiumbe akusaidie katika biashara yako? Je, kiumbe uliokuwa nayo katika mwili wako, je, ni kiumbe ambaye anaweza kukusaidia katika biashara? Kwa hiyo hivi vyote vinawezekana, na hili
hili lote linawezekana. Kwa hiyo karibuni sana, na leo nimependa niwape somo hili. Nafikiri wengi nimekutana nao wanapata changamoto kubwa. Hata hawa tunaohudumia katika ofisi zetu tunakutana nao, wengi wana changamoto za kutaka mafanikio ili hadi wana viumbe ambao wanaweza kuwasaidia. Kwa hiyo kwa namba za simu unaweza kunitafuta kwa namba za simu, anza na alama ya kujumlisha 255 752 84 20 84. Karibuni sana, asante.